Heri ya mrama kuliko ya kuzama, chokoa chokoa yatia meno ubovu, heri 9 pata shika kuliko 10 nenda irudi. Tafsiri za methali katika lugha ya Kiswahili ni mfumo mpya ambao umeanzishwa na Mzafar Shabani wa Kambo kupitia Sauti ya Maarifa Channel. Tunaposema cheka, jifunze, badilika. Ni heri ya mrama kuliko ya kuzama. Mrama maana yake ni ile hali ya mashua au dau kwenda isivyostahili au isiyo na mwelekeo sahihi. Ni bora dau au mashua iende kwa mrama kuliko izame kabisa. Bora kuwa na maisha magumu, hali mbaya au shida kuliko kupoteza kila kitu au kuangamia kabisa, kwani kuishi ni muhimu zaidi hata kama maisha ni magumu. Methali hii inatufundisha kupambana na hali ngumu, shida na matatizo ili kuendelea kuishi, kwani ni bora kuishi kwa kuungaunga kuliko kutoweka kabisa. Methali ya pili inasema chokoa chokoa yatia meno ubovu. Neno chokoa chokoa ni kitendo cha kuchukua kijiti au sindano na kutumia kutolea uchafu kwenye meno kwa mara. Na neno kutia ni kuingiza kitu katika kitu kingine. Na neno ubovu ni hali ya kutofaa tena baada ya kuharibika, kuvunjika au kuoza. Methali hii inatufundisha kuwa unapochokoza kitu fulani mara kwa mara, hasa kile kinachokuwa kimetulia, mara nyingi huwa kinaharibika. Methali ya tatu inasema bora ni heri 9 pata shika kuliko 10 nenda irudi. Neno pata shika linamaanisha kupata kitu chenye uhakika hata kama ni kidogo. Na 10 nenda irudi inamaanisha kupata vingi ambavyo havina uhakika wa mara moja. Kwa hiyo ni bora kuwa na uhakika wa kupata kitu kidogo kwa mara moja kuliko kutegemea kupata vingi kwa njia ya kuenda na kurudi. Uhakika ni bora kuliko kubahatisha. Mfano, inahimiza umuhimu wa utulivu na uhakika hata kama faida ni ndogo. Mimi naitwa Mzafar Shabani wa Kambo na kukaribisha kwenye channel ya Sauti ya Maarifa ili uweze kujifunza mengi sana yanayohusu methali na tafsiri zake, na usisahau kusubscribe kwenye channel yetu, lakini pia ubonyeze na alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata notification tunapo-upload video mpya. Usisahau pia kuniandikia kwenye comment kama kuna methali unataka tuishughulikie, tuiongelee au tuweze kuitafsiri endapo inakupa changamoto.